alikopa akaonekana ni mjanja. Madeni. Nilimwona hata jamaa mmoja hapo Shinyanga alileta mabasi karibu 200. Kumbe ni ya madeni. Alipoanza kufilisiwa sasa hajulikani sijui yuko wapi. Madeni. Liva. Wewe unakopa junia moja kurudisha 5. Tunakuwa wewe ni mtumwa wa madeni. na askofu wetu naye ameongeza kapoi. Bwana asifiwe. Amen. Umekopa junia ngapi? 1. Unarudisha mangapi? Umekopa laki ngapi? Unarudisha laki ngapi? Wewe utaishi maisha gani ya kukaa unadaiwa? Misali 22:7. Mithali 22:7. Madeni. Mama anahangaika. Mzee alikopa akakimbia. Ndio maana kuna mzee mmoja alikopa akakopa. Akaanza kujificha anatoka saa 11 asubuhi huyo milimani. Saa 4:30 saa 5 ndio anakuja. Mwisho akakaribia kufa na njaa. Unaona hiyo? Akateseka kweli kweli. Twende hiyo Mithali 22:7. 22:7 Mithali anasema tajiri umtawala maskini. Tajiri anamtawala maskini. Naye akopae ni mtumwa wake akopeshaye. Naye anayekopa ni mtumwa. Yaani anakuwa mtumwa wa madeni. Madeni. Nehemia 5 fungu la 7 mpaka 11. Madeni wa mama, hiyo ni kelo. Mama anakuwa na kelo. Mzee alikopa, tulienda wapi? Anakopa 2,000,000. Kabla hajaanza biashara, anapima suruali, shati nzuri, ananunua bungurusi nzuri. Kabla hajaanza nini? Biashara imetembea 500,000 hapo. Sasa utaanza biashara gani ambayo utaleta faida kubwa namna hiyo? Faida kubwa namna hiyo utapata wapi? Na shetani kwenye mamikopo ameyasimamia kweli. Hakuna faida hata ngapi. Wewe pambana, wanyime nyumbani, fanyaje? Hakuna faida. Maana ni dhuluma. Mungu hataki madeni. Ndio maana amesema tajiri umtawala masikini. Na yeye anayekopa ni mtumwa wa madeni. Yaani kazi yake ni madeni. Madeni. Twende Nehemia 5 fungu la 7 anzia hapo. Anasema ndipo nikafanya shauri na nafsi yangu. Nikagombana na wakuu na mashehe. Nikagombana na wakuu na mashehe. Nikawaambia mnatoza watu riba. Riba. Kila mtu na ndugu yake. Riba. Nikakutanisha mkutano mkubwa ili kushindana nao. Mkutano mkubwa huu hapa kwa ajili ya madeni. Twende. Nikawaambia sisi kwa kadiri ya uwezo wetu tumewakomboa ndugu zetu Wayahudi. Tumewakomboa kwa uwezo wetu. Waliouzwa kwa makafiri. Na ninyi mnataka kuwauza ndugu zetu. Na nyinyi mnataka kuwauza kwa kukopa madeni. Tena kuwauza ili sisi tuwanunue. Wakanyamaza kimya wasiweze kusema neno lolote. Wakanyamaza kimya. Kwa nini? Yesu alipokuwa hapa duniani, watu alisema hivi. Akasema hivi, mtu aliyekopa. Twende Mathayo 18 uone. Zamani walikuwa wanauzwa yeye mwenyewe mzee ili likalipwe deni. Twende. Mathayo 18:24 na 25. Mathayo 18:24 na 25 anasema alipoanza kuifanya kazi, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 1000. Aliletewa mtu mmoja anayedaiwa talanta. Naye alipokosa cha kulipa, naye huyu aliyekuwa amekopa talanta 10,000 alipokosa hela ya kulipa, bwana wake akaamuru auzwe. Tajiri yake akaamuru huyu mzee auzwe, yeye na mkewe na watoto wake. Mke wake auzwe na watoto wauzwe bei na vitu vyote alivyo navyo. Pole rafiki. Mzee auzwe. Haya 18:30
30, 2,000, 5,000, top 80,000. Peleka mzee huyu tesa huko. Haya, wakaanza tena. Mwanamke 4,000, 15,000. Wamesimama, mzee ameshautwa na mama amekuja tena, tajiri mwingine wa kumnunua. 10 na ngapi? Haya, 80, 90. Haya, beba, peleka. Bado hajakamilika deni. Haya, watoto njoni hapa. Haya, wewe majangito magina hapa. Tukwa haya. Utwa. Hebu rudia kwa uzuri wa kusikiliza. Fungulela. Zamani walikuwa wanauzwa. Yaani aliyekopa anafanyaje? Anauzwa. Yaani Biblia hii inatuelekeza, lakini watu hawataki kusikia. Na wengine wanaendeka makanisani, wanamjua Mungu, nao wanahangaika na madeni. Nani alikwambia deni unaweza ukatajirikia madeni? Nani? Mimi namshukuru mama bwana, alikuwa amenizuia kabisa. Mama yani mimi naonaka alikuwa ananipenda sana. Yaani alikuwa hataki mtu kukopa kopa. Sasa siku moja mwanangu nikakopa mua wa senti 30. Mua tu na jamaa tunasoma naye. Nikala vizuri mua wa senti ngapi? 30. Afu nikamwambia bwana usindai hapo nyumbani. Mama ni mkali mno atanivunja kiuno. Sawa sawa. Haya nikatia sasa. Akanikatia, nikaunyuti mua, nikaunyuti. Nategemea kwenda kuangalia mahindi walipovuna. Zamani tunaitaka kupumba. Mama nitaenda kupumba hata migero mingapi. Sasa nikapanda. Ukitoka shuleni kuchunga, asubuhi kulima. Hakuna nafasi. Hakuna nafasi kuchunga mara nini. Hakuna nafasi ya kwenda mashambani. Sasa mwezi ukapita. Na jamaa tunatoka shuleni. Tunaongea tu vizuri. Kuji kushtukia kakakata kona. Hela yangu. Ulinikopa mua umenidhulumu. Yaani jamaa kidogo nikalilia kabisa. Toka kaongete kabisa mama kalete kwa mama. Hela yangu amenikopa leo mwezi mzima. Ulimkopa? Shilingi ngapi? Senti 30. Nenda kaangalia kwenye kopa. Umlipe. Nikamlipa. Mama akatulia, tukala, tukashiba. Tukafunga mlango. Baba. Mpaka leo sijasahau. Akasema wewe utakuwa mwizi. Wewe utakuwa tapeli. Unaenda kukopa. Madeni yanasababisha wizi, uongo. Na nilipigwa. Yaani tangu nizaliwe sijapigwa hivyo. Yaani mpaka mama ameenda kufariki kwa lakini mama unafikiri nisinge kushughulikia wewe? Ungekuwa unakula vizuri michango ya washiriki. Kwa hiyo namshukuru mama. Alikuwa hataki deni. Yaani mimi sijakopa. Yaani na Mungu amenilinda kabisa. Nikienda tu machimboni huko, sichukui muda, milioni ngapi narudi kwenye kazi ya baba. Namshukuru Mungu. Na akili ya kutafuta nayo. Sio akili ya kukopa. Mimi sina akili ya kukopa. Sina akili ya kufanya. Nimejaribu kupanga nyumba miezi miwili na ilikuwa 500. Mwezi wa 3 hela hamna tiji. Kuja kukuta kufuri. Wewe mke wangu tufanyaje sasa? Nikarudi matwalani sijala. Piga kabisa na muomba Mungu tukapata 80,000. Nikamtokea taje kwamba nikayatandaza mahela kwa acha ujinga wewe. Haya mahela yote haya 500 tuchukua 500 yako. Unajua mtu mapato yana kiburi. Tanda. Na mimi Mungu amenibariki tangu jana mimi sijateseka. Sasa walikuwa wanautwa. Hebu rudia sasa pole pole. Anasema naye alipokosa cha kulipa. Naye huyu mzee
alipokosa cha kulipa madeni, bwana wake akaamuru bwana auzwe, wake akaamuru mzee auzwe, yeye na mkewe na mke wake auzwe, na watoto wake, na watoto wauzwe, na vitu vyote alivyo na navyo, vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. ikalipwe lile deni. Leo mtu anauzwaje? Nyumba inauzwa, tayari ameuzwa. Nyumba mmehangaika kuijenga, inakuja inapigwa mara moja, mnasambaa, tayari mmeuzwa. Eneo linauzwa, uwanja unauzwa, mashamba yanauzwa, tayari umeuzwa. Kwenda kupata ni lini? Kero ya wamama wanalalamika. Bwana asifiwe. Mnasemaje hapo Wamayu? Kero ya pili, wanaume kuondoka bila kumwaga mkewe. Yani anatoka tu kama nyau imetoka, mama hajui ameenda wapi. Mwisho anasikia mzee alipigwa akafa akatupwa huko ziwani. Kero hiyo, unaondoka bila kuwaga. Una matatizo gani kiakili? Una tatizo gani wewe bila kumwaga mke wako? Unategemea utamwaga nani tena? Kero ya tatu, wanaume wengi hata waliopo unawaona, wengine wako mitaani wanaendeshwa na wake zao, wanaendeshwa, wanalishwa. Akute samaki sawa, anatulia, tuongeze mchuzi. Imetoka wapi hiyo? Leta ka chumvi, leta ka pilipili. Wewe nanda kuleta pilipili, imetoka wapi hiyo samaki? Wanaume kutotoa matumizi. Sasa hivi wanaume wengi katika majumba wanahudumiwa na wanawake, wanalelewa na wanawake, na ndio na sisi wahubiri tumeshaelewa hilo. Tunawaombea wamama wabarikiwe, wamiliki mahela mengi. Ili maana wanachoka. Unakuta anang'ang'ana na jinsi tu la 10,000 na t-shirt ya mpira magumu, kutoa hela ndani hamna. Akipata kabuku anawahi huko kwa mama ntili, akija nyumbani eti tumbo lake liko vibaya. Wanahudumiwa, wanaume wengi wanahudumiwa. Lakini ngoja niwaambie, kwa nini wanaume wanahudumiwa? Mnataka niwaeleze? Tangu pale Edeni, Adam alihemelewa na nani? Aliyeletewa tunda ni mwanamke, mwanaume. Kuanzia hapo kuanzia hapo mwanamume hana ujanja. Hata kuambia tu sitaki ujinga. Hajui kuleta sabuni, hamna mafuta wala losheni, wala haulizi mke wake. Hata akimwona na losheni 80,000 anaona kumbe yametoka na yaibeba. Ana habari. Hata akiona mwanamke anamiliki simu ya 800,000, yeye anako tu kale ka wakikuru, hana habari. Maana ataulizwa. Wanaume wengi wamekuwa mabubu kwenye majumba yao, na ndio maana akikakofisha kwa mama nini, kwanza kanatoa sauti, wewe nakuhudumia nini? Mwanaume gani wewe? Taondoka hapa. Anaanza pole basi, yaishe. Hamna yaishe nini? Umenipiga hivyo, umeniumiza. Kanalia kwa juhudi majirani waje nini maana huna kile kitu. Utotoa nini jamani? Matumizi. Labda wa mjini wanaletaka na kamfuko kangata, wamama wa mjini wanajua na kusukuma kitambaa. Wako hapa, ukiwauliza wanaume, mke wangu hajui kutengeneza chapati. Sasa akale tizi wapi tuwezi? Lete mfuko wewe mwenyewe. Sasa mtoto utampeleka shuleni, atajua kusoma?
Mama hujamletea mfuko wa ngano, atajua kupika chapati. Sasa unamlaumu nini? Kutotoa matumizi. Wababa wengi hawatoi matumizi. Labda sio hapa. Hapa. Kutotoa nini jamani? Kero namba ngapi hiyo? Ya kwanza tumesema mikopo. Ya pili kuondoka bila kumuaga nani? Cha tatu kutotoa nini? Wapo wa baba utamuona utafikiri ana akili mama. Muulize vipi nyumbani umeacha nini? Hamna. Sijui walifundishwaje na mama yao. Ngoja niwaambie wa mama. Kuna matoto mnayalea. Hamyafundishi kutoa hata ile ya kusaga. Litoto lidogo linabuku liambe, lete tukanunue mboga. Hata lilielie, nenda fata mboga kalete kwa hela yako hiyo hiyo. Kumbe ndio unalitoeta kutoa. Na nyinyi mnayalea vibaya matoto yenu ya kiume. Sisi hatukulelewa hivi. Tuko tunaenda tunalima vibarua. Mama naambia, fata nitaka. Hela yangu, sasa nataka ule ya nani? Mwisho tukatoea, mimi nimetoea tangu utoto. Tumefundishwa kutoa. Nyinyi hayo matoto yenu ya kiume hamyafundishi kutoa. Tulikuwa tunafundishwa na mzungu mmoja akasema hivi Mpakistani. Akasema hivi, nyinyi wazazi hasa wakina mama, wale watoto wanaozira piga kabisa. Kama ni mtoto wa kiume anazira, hakuna kumtunzia chakula, ashinde njaa anyoke. Kama ni wa kike hakuna kumlelea, maana akikuwa akioa atakuwa anazira anamtesa mke wake. Maana umemwacha, kwani umezene hayaziri. Punga mkono kama umenielewa, sema amina. Kumbe acha bado matoto yanasumbua. Ndio tukafundishwa sisi tukiwa huko kwenye machuo yetu ya kaya na familia. Unaona, hata katoto ka kike kanaweza kakazira. Na ukitoka kana kona 2 3 kanaenda kanakula kwa kijiko haraka kanarudi. Mimi siri umenifanyia magumu. Acha tuniteseke hata nife siri. Kumbe kamegonga mzozi wa nguvu hapa. Mimi nakumbuka kazi. Mimi kwa kama mtundu. Yaani mimi hata mimi wanajipongeza kwa mama. Siku moja jua kanikosea nini? Nikatira mwanangu. Sikula. Nimetoka shuleni. Alafu mama akategea kabisa anipiga kazi. Bwana ila namshukuru maana mimi kwa mtundu kwa kweli. Akanitegea kabisa hamna, sikulala ndani. Nikalala kwenye munya. Asubuhi nende shuleni hata sikuoga miguu. Yaani nikikuka kama jioni nilikuja nimenyoka mwanangu. Tangu hapa sijaanza. Nikaelewa kutira ni hasara. Lakini wewe
na mabaya. Twende. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, alafu wapendeza macho, alafu nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Unaona? Umeshawahi kusoma fungu? Walikuwa wameambiwa msile. Mwanamke akaenda akalila lile tunda, akaona ni nzuri, akamletea na nani? Umeshasikia anasema mimi sili. Tuliambiwaje na Mungu? Mwanaume huyo na akili zake anajidai na akili, alisema kwamba mimi sili. Tuliambiwaje na Mungu? Mimi usinilete. Lakini alipoletewa awenelwa kukayunga alienda wapi? Kuanzia pale mwanaume hana uwezo. Halafu kiwakuta sasa, unawakuta wengine labda kanisani, mwanamke ni kiumbe dhaifu. Wewe utamzidi mke wako akili? Wewe ndio dhaifu. Umepata laki, mwanamke yuko hapa nyumbani, unaipeleka tena kwa mwanamke mwingine. Sio dhaifu. Nani aliye dhaifu sasa? Unatoa mali nyumbani unapeleka huko. Umekoswa nini? Na ndio maana kuna kanga zinaandikwa zingine, utatembea ucha na ucha, lakini nyama ni ile ile. Haya, pole. Haya wala. Haya. Kero nyingine ya 4, wanaume kuuza vitu bila kumshirikisha mke wake. Anauza basikeli, mama hajui basikeli enda. Niliona tuiuza tu hii, tanua nyingine. Hakuna kumshirikisha mke. Anauza kuku hapa, hakuna kumshirikisha mke. Hiyo ni kero, sio kero? Haya, kero nyingine, wanaume kurudi usiku kila siku. Kero hiyo. Wanaume kila siku usiku anagonga, kila siku. Unaendaka wapi? Wewe ni jambazi. Hamna kushinda nyumbani, hakuna kurudi mapema. Wanawake wanataka mzee wamuone kuanzia saa 11 hapo umetembea, umerudi mapema, angalia hata kauji. Wanashindwa kuwatunza waume zao kwa sababu wamekuwa malandalanda tu. Ete naenda kusikiza taarifa habari, wewe umeshindwa kuleta hata myalaki na unyutu latua. Umeshindwa. Kuna zingine zeza antena 40 tu. 40 antena unafunga hapa. Maumeme serikali imeleta hapa. Kazi kilini hata ka 1000 tosha. Mama na anakuwa anapiga hapa. Kuna kaza mtu na kasi ni matwetu. Kuna kawa nyama hapa. Kuna kawa puchana ni makwaya lovulovu. Wewe unaenda eti unaenda kusikiza taarifa ya ndugu yako nani? Alafu ukija Irani mabomu nimeona. Wenzako hawataki kuona. Bwana iko wapi sasa? Ndio maana wanaenda Inyala. Shuende. Maana umeshachoka na wewe, wanaona afadhali haupo tu. Maana huchekeki na familia. Jifunze kucheka na mke wako. Jifunze kumwambia historia nzuri. Hata mimi nikitoka hapa nimepata story safi. Yalikuwepo makwaya kule Nyau, ilikuwa ya Buswelu na nyingine hizo zilikuwa na pundamilia. Na pundamilia ndio nini? Machozi. Acha. Mbona hukuniambia na mimi nikaje kuwaona? Niliona ukaya tu. Na nyingine niliona. Sikuwa mambo mazuri mno. Siku moja unipeleke kabisa nikaione Nyau. Hajafurahi. Sasa. Ndio maana mama yanalala na kabutula. Paka uhangaike nalo. Kama dinaenda kucheza, maana halioni faida. Naona afadhali pande kabutula hata 3. Sasa wewe unachekeka na wengine huko.
Toa basi kaptula, nitatoa tu. Kero nyingine, wanaume kutokula nyumbani. Kero, wanaume hawali nyumbani. Anawahi, anakula hoteli, anakuja kulala tu. Wamama wanaumia, hampiki mme wake, hali chakula mme wake aliyekabidhiwa na wana watoto, anakuja na kero hiyo. Haya, kero nyingine, wanaume tunapolima, ni mpole, tukiivisha mkali. Anataka kuuta tu. Hivi wewe ulikuja na nini hapa? Wewe ulikuja na nini? Yeye alikuja na gauni, wewe ulikuwa na suruali. Ulikuja na mahindi hayo. Vitisho tu visivyo na maana. Kero nyingine, mwanamume kumwachia majukumu yote mwanamke. Anahangaika. Tafuta hela ya mboga, fundisha watoto, matafutari, kalamu, kulima, kazi. Tulipokuwa kule kusini, wakasema kwamba Watanzania siku hizi wanaenda Botswana, wanaolewa na wanawake wa kule. Maana wanawake wa kule ndio wanaofanya kazi, mwanamume analelewa. Sasa wanaume wa bwibu ndio wanaenda huko. Kero nyingine, wanaume kutotembea na mke wake. Hawataki hata kwenda kwenye msiba na mke wake, wanaongea. Akifika anakaa kule, mwanamke naye kule. Akitoka hapo, ulikuwa unanichungulia hivyo, ulikuwa umeona nini? Sasa aache kuangalia mali yake. Na ndio maana hata akinunua basikeli ni ya kwake. Hakuna mtu atakayeiendesha basikeli ya mzee na walilima. Ina maana uko na kulimia wewe. Wanazifiwa. Inanunuliwa redio ni ya mzee. Paka kuchuta to mama bete lili redio. Haya. Kero nyingine, mwanaume kutomshukuru mkewe. Kuna watu hawajua kusema asira umepiga mwanangu. Kweli umeshiba kabisa mwanangu. Yaani unaenda mkono huu. Maiza jioni mapya poyeni. Kutokushukuru. Bwana asifiwe. Kero nyingine, wanaume kutokubali mke wake kuwa muhazini. Wamama ni wahazini hapo nyumbani, wanatunza hela. Usiwaone wote, wengi waliotoka Bariadi. Ndio maana wengi wanamiliki hela sana, maana anamshirikisha na mke wake. Kileta milioni 10, tunza hii. Akileta dhahabu za milioni 400, tunza hii. Yaani unakuta mama anakuombea mema. Ndio maana mengi yanamiliki hela. Wewe ni furahi, lakini wewe unang'ang'ana na tuhela twako ka 1500 kama mpaka wiki nzima, mwezi kapo. Jamani, hamjambo? Omba sasa, muda umeniishia. Yaani mambo ni mengi, ila tukomea hapo kwa mujibu wa taratibu ya mkutano huu. Amina. Amen. Wangapi wamefurahishwa na somo hili? Semeni amina. Amen. Omba rafiki hapo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Mungu mwenye upendo sana, jina lako litukuzwe. Nakushukuru kwa kukumbusha kero ambazo akina mama wanapambana nazo juu ya wanaume tulio na ndoa. Tusaidie jioni ya leo, wanaume tupone kwa jina la Yesu. Amina. Tukawe watu ambao tunatoa matumizi sasa. Tukawe watu ambao tunajali familia zetu, na zaidi ya yote utuandae kwa ajili ya uzima milele.
Bariki watazamaji na wasikilizaji na hata wote watu wa Nyawi Town wabarikiwe. Ndoa zao ziwe bora na jina lako likaendelee kutukuzwa. Kwa jina la Yesu, amen. Wanawake wawili wanaojua kuomba, njoni hapa. Ngoja tu wewe mkuu. Ngoja. Wanawake wangapi wanaojua kuomba waombee waume zao? Kimbia. Kimbia wewe mama. Kimbia. Kimbia uombe. Kimbia mama. Njoni. Hata mje. Kanisa gani hilo la Pundamilia? Jo mai. Jo. Na Pundamilia ndio nyinyi. Ndio wewe hao. Huyu ni mwingine. Naye aongea alishachoshwa kutoka wako. Jo hapo. Leta maji ya kumburi. Leta maji. Wa mama. Jamani tuombeeni tu hao baba. Eti jamani. Jo. Maji moto. Haya. Wewe una maji. Tusimame. Tuinamishe nyuso zetu. Baba mwema wa mbinguni uliye mtakatifu, asante kwa ajili ya jioni ya leo na mchana wa leo ambao umekuwa pamoja nasi. Tangu asubuhi umetulinda na kututunza, jina lako litukuzwe. Baba, unahitaji utuokoe. Katika kipindi hiki somo limesikika masikioni mwetu kupitia mtumishi wako. Endelea kumbariki, mzidishie nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya mafunuo anayotoa ili yaweze kutusaidia na kutuokoa. Katika kipindi hiki tunawakumbuka waume zetu. Endelea kuwasaidia kwa mafundisho yote ambayo yametolewa. Haleluya, haleluya boyegi. Haleluya, haleluya boyegi. Hose bawane namona izile kwengo mtito kufanya matengenezo ni kujiwa. Watu wote hamjambo. Haleluya. Yeremia 22 fungu la 29. Yeremia 22 fungu la 29. Ya 22:29 neno la Mungu linasema, nchi, 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 lisikie neno la Bwana. Umeona? Nchi, 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 lisikie neno la Bwana. Sema amina. Amen. Somo letu linasema, unanuka nini? Unanuka nini? Unanuka nini rafiki yangu? Watoto wananuka nini? Wote wananuka. Watu wameanza kusema sasa wewe kuoga umeishiwa na masomo. Tunanuka tena wakati tumeoga hivi na perfume na mafuta ya ng'ombe na mafuta mazuri mafiki, alafu unasema tunanuka. Ndugu zangu, watu wote
mnanuka kifo. Mnanuka nini? Mnanuka nini? Kifo kinakuja. Ulinge usilinge, utakata moto. Yani ufanye lolote, uwe mlingaji, uwe mrembo, uwe mbaya, uwe ogagi, unanuka kifo. Swala hilo ni jambo gumu. Ukikaa na kufikiria, yale yote unayoyaona mazuri hutayaona tena. Yale yote unayoyaringia hutayaona tena. Wale watoto unaowaona saa zingine hautaonana nao tena. Wale wazazi unaowaona yawezekana hutaonana nao tena, kwa sababu kifo. Tumepewa muda mchache na Mungu kuishi hapa na kumkumbuka Mungu. Fanya kila liwezekanalo, lakini jambo kubwa ni kumwamini Yesu. Hata kama utakufa, hata kama tutalala mauti, elewa Bwana atatuokoa. Bwana asifiwe. Tuombe. Asante Baba yetu na Mungu wetu, tunakwenda kujifunza ukuu wako. Tunaomba ukatujulishe mambo yote kwa jina la Yesu. Amina. Inchi tusikie neno la Bwana. Wengi hawaelewe kifo ni nini. Je, kifo ni nini? Kifo, mwanzo wa kifo ni nini? Isaya 28:15. Tutakwenda haraka tu, saa zangu ni zile zile. Huwa sipitilizi mwanangu, tuliza moyo. Tuliza moyo. Twende. Isaya 28:15. 15, neno la Mungu linasema, kwa sababu mmesema, tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifurikalo litakwao. Anasema kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu i katika pua yangu. Roho iko puani. Ina maana unahema, unatoa, hiyo ndio roho ya Mungu. Wewe na unasema kuna roho nyingine. Mtu akifa kuna roho nyingine. Roho ikoje? Isaya 2:22. Twende. Kwa hiyo mtu anapokufa ni kitu gani kinatokea sasa? Kifo, rafiki yangu, kifo. Isaya 2:22 anasema, mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake i katika mianzi ya pua yake. Uhai wa mwanadamu uko puani. Kwa maana hudhaniwaje kuwa ni kitu? Uhai wa mwanadamu iko puani. Unapohema hivi tayari mzima. Tayari hiyo ndio roho ya Mungu. Unapohema. Na wengine wanasema mtu akifa roho inaenda kwa Mungu. Roho ndio nini? Ukiulizwa roho ndio nini, inapitia wapi? Inaenda huko kwa Mungu. Haya, hebu tuangalie Mhubiri 3. Tuone hapo fungu la 19 mpaka 22. Twende tuone. Mhubiri 3:19 mpaka 22 anasema. Haraka sana. Anasema kwa maana 3:19 mpaka 22, tembea. 3 aliyakuliwa. Hivi ni ndagu, ni nini? Watu kila mmoja, mama anajigeuza hapo juu ya jeneza. Akalala tena hivi, akalala pande hii, akaleta hii, akainuka. Alipoinuka sasa, akaenda kwa MC hapo, mtangazaji. Mwambie nipe maiki. Akapewa ile maiki. Akaanza kueleza, jamani, mmeniona nilivyofanya. Nimelala hivi. Tulikuwa tunalala na mume wangu hivi. Tunalala ubavu hivi. Tunalala hivi. Tunalala hivi. Sasa mwisho wa kulala na mwanaume, watu wakasema, Mungu amekupa muda ili kusudi umwamini Yesu usamehewe. Haleluya. Twende fungu la 10 pale
Ayubu 14 fungu la 10 mpaka 14. Tembea tuone. 14:10 anasema, lakini mwanadamu hufa, mwanadamu anakufa, huifariki dunia. Anakufa. Naam. Naam. Mwanadamu hutoa roho, naye yupo wapi? Mwanadamu anapokufa yuko wapi sasa? Pumzi imeshamtoka. Yuko wapi? Kama vile kupwa katika bahari. Kufa katika bahari. Kama vile maji kupwa katika bahari. Kama vile maji yanavyokauka katika bahari. Katika bahari. Na mto kupunguka na kukatika. Na mto unavyokatika, maji yanaendeka wapi? Ni vivyo mwanadamu hulala chini. Hivyo na mwanadamu analala chini. Asiinuke hata tena. Wakati wa mbingu kutokuwako tena. Paka Yesu atakapokuja ahukumu watu wote aina mbili, waliolala na dhambi zao, wakiwa waongo, walevi, wakiwa wadhulumaji, wakiwa wenye haki. Hawataamka wala kuamshwa usingizini. Twende. Laiti ungenificha kuzimuni, ndio ukanilinda kwa siri, ndio hata ghadhabu zako zitakapopita, ndio na kuniandikia muda ulioamliwa, na kunikumbuka. Mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Mtu akifa atakuwa hai tena? Mimi ningengoja siku zote za vita vyangu. Ngoja siku zote niwe hai, hata kufunguliwa kwangu kunifikirie. Mtu akifa atakuwa hai tena? Watu leo mtu akifa wanasema yuko kwa Yesu, amepanda pale, yuko, tuwaombe. Na wengine wana maombi ya kuombea waliokufa. Unapoteza muda. Kama yeye hakujiandaa, wezi hana msamaha tena, hana badiliko tena. Rafiki yangu, siku unakufa, kama dhambi zako hutaki kuziungama, basi wewe ni pia boksi motoni. Ndio utasema sasa, nuko haya lululu siku kumoto kujutete mabana matako pie. Alafu ndio utalia. Hakuna mtu atakaye kuambia nyamaze, ameisha. Rafiki yangu, fanya mapatano sasa hivi, bado una akili timamu. Kuna toba aina mbili. Kuna toba ya kweli kama leo nikitoa wito, unapokuja hapa, Bwana anakufutia makosa yote. Bwana anafuta dhambi zote. Hata kama ulifanya dhambi kubwa mno, anakufua kama vile wewe unavyofua nguo zako, tunatakata unazinyosha, na Bwana anakuosha, unakuwa safi kwa damu yake. Bwana asifiwe. Kuna toba ya uchungu, unaumwa kabisa, unasema jamani, mchungaji omba, mzee wangu. Hiyo sio toba, ni ya uchungu. Unaomba na mzee wa kanisa akiomba nitapona. Haipo. Tumeomba wengi, tumeombea wengi, mnamaliza kuomba tayari amesha kunya na kunya, kumbe wanakunyaga akitaka kufa. Katika mara moja mavi kidogo hapa. Sasa ndio muda mzuri wa kufanya mapatano na nani? Mapatano na nani? Ayubu 7. Ayubu 7 fungu la 9 na la 10. Watu wanafikiri, kuna watu wamedanganywa na kudanganyika, wengine na waganga wa kienyeji, kwamba amekufa tutamrudisha nyumbani. Watu wamefilisiwa, watu wamedanganywa kwamba tunamuona, mara anaijia fimbo yake, mara anaomba blanketi wake, mara anaijia redio yake. Wewe, haipo hiyo. Hiyo ni sauti ya Ibilisi. Ayubu 7:9 na kutoweka. Ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni. Vivyo hivyo anayeshuka kuzimuni hatazuka tena kabisa. Hutamuona. Hatarudi tena nyumbani kwake. Hutamuona, wala aliyekufa hatarudi nyumbani kwake. Wala mahali pake hapata mjua tena. Hapatamjua tena. Watu siku hizi, Shetani amewaaminisha kwa mtu aliyekufa anamheshimu zaidi. Siku moja nilikuwa na kwenda sehemu, tuko wawili na rafiki yangu, tunaendesha basikeli, huyo tukakuta kijiji kimoja wana msiba, wanachimba pale. Tukaingia na mwenzangu, tukapiga, nikapiga na viatu vyangu na kofia yangu, piga tupa.
Haya, na mwenzangu akaingia, piga. Tunajua wachimbaji wana nguvu, piga mpaka wao wakasema haya majamaa sijui gaya ganaya. Tukapiga kweli. Baadaye tulipotoka hapo Sumbantale, sasa Wanzengo akatukamata mashati, twende kwa wazee hao. Tukaenda. Tulipofika pale Sumbantale akaeleza, hawa watu bwana ni vijana safi, wametusaidia, wamepiga. Anasema wanawe ufikiria heshima. Wanawe baba yao amekufa, wanafikiria heshima. Wala yeye hajui. Wajenge vigae kaburi, wajenge nini? Wanadhalilishwa. Baba yenu amekufa masikini. Kisha wao huaibishwa, lakini yeye hana habari nao. Wala yeye hana habari nao. Leo wewe unajiandaa kumtengeneza vizuri. Siku moja tulihudhuria mazishi. Amekufa zamani, ametangulia baba, sasa amekufa mama. Wakaanza kusema sasa tumweke wapi? Mimi naona tukachimbe pale. Mmoja akasema hamna, tusogeze hapo, wawe wanaonana na mume wake. Wawe wanasalimiana na nani? Mawazo ambayo shetani ameingizia dunia, na kweli wanaona kwamba akizikwa pale na mume wake pale watasalimiana. Nimepita juzi kwenye makaburi, nikakuta kaburi moja limejengwa vizuri, wamepiga na kamgongo wa tembo eti asipate jua mula alimo. Sasa nikasema siku moja pale Nyarugusu pale, siku moja mama moja alifariki pale. Sasa walipopata hela, watoto wake wakaijia ule mwili wa marehemu wahamishie kupeleka nyumbani. Wakaja na vielelezo vyote, wakafika ofisini mpaka polisi, wakaruhusiwa, wakaenda kuchimbua. Nilichokikuta pale, tuliona blanketi huwa inachelewa kuoza, lakini nilichoona nyama kubwa, tuliona kanyama kakubwa, kamfupa kakubwa kama simu hii. Kichwa kimelika, hakuna kuona kila kitu, kumbe ardhi inakula, hamuna kitu humo. Watu wakaanza kuokota kama wanaokota ambulaja za dhahabu. Wake up. Na blanketi. Baadaye wakachapa lapa. Sasa mimi na wote wanaohangaika, amekufa na miaka 18, hayupo miaka 20, hayupo miaka 30. Unaenda hapa kutafuta nini? Wakati alishaoza, ameshalika, watoto alishakula, hamna kila kitu humo. Sasa wewe unahangaika kwenda kwenye kaburi. Wewe mvivu wa kazi, unaenda kwenye kaburi. Tupe mali akupe, wakati yeye alikufa na majumba ya nyasi. Leo watu wanajenga Msaudi. Ndio maana watu alikufa mlevi, unaenda kumuomba mali. Ndio maana ulimwengu wamekuwa walevi, kwa sababu unashughulika na mtu ambaye alikufa na majumba ya miti. Leo kuna vigae, alikufa hata choo walikuwa anaendaka porini. Leo kuna choo cha sahani na cha kukaa. Leo kuna choo cha kuponyeza mwanangu. Leo kuna mapafu. Siku moja jamaa alinitembelea, sasa nikasahau kumwambia pale ile hoteli niliyokuwa nimewekwa na kanisa. Yaani ukiingia mule bafuni, kuna sehemu ukifika ukikanyaka tu maji sasa ila bwana, mimi nimeona mengi. Bwana asifiwe. Huyu Yesu huyu ameniweka pazuri. Sasa nikasahau. Akasema ngoja niingie huko bafuni. Bafu liko wapi? Hapo. Choo. Sasa hakuniuliza choo iko wapi. Basi akaingia na mkoti wake na suti nzuri. Sasa akafika akakanyaka pale. Yaani watu siku hizi hawataki kujimwagia maji hivi, walishahama. Umebaki wewe. Waambia pigeni kazi, na hii mnakaa mnashangilia wachezaji, hamtaki kufanya kazi, mnakaa mwisho mamshangazi amewachukua yakawatumie yawakamue kama mua, baadaye ateme. Umeshamaliza kila kazi, nani atakufuga? Nani? Umeshakamuliwa kama mua mwanangu, utamu wote umefanyaje?
kwisha habari. Uliacha mke wako nawe unamkuta ameshawajenga watoto wake vizuri, ukija ni kufikia na kufa tu. Watu wanaendelea na maisha. Maisha siku hizi hakuna mabafu ya hivi mwanangu. Huwa mimi nina raha sana nikiendaka mjini, yani unaweka kwenye hoteli, yani wewe nenda tu, vua nguo weka hapo, ukikanyaga tu mwanangu hapa, yani kazi yako wewe ni kujirekebisha. Unatoka kidogo kwa sabuni, unajisugua kidogo, unarudi po tena. Na wewe umtaki Yesu, yani wewe ndio una makoe makubwa. Umtaki Yesu na tabu unayo ya kufa mtu. Hebu muamini Yesu, Bwana atakubadilisha. Haleluya. Sasa wafu wote wako makaburini, wafu wote waliokufa bado wako makaburini. Yohana 5:28 mpaka 29. Twende tuone pale, tunaelekea mwisho, lakini bado kidogo nitawaambia na nyinyi wenye miwani mikubwa nyinyi. Twende Yohana 5 fungu la 28 mpaka 29. Tembea Yohana 5:28 mpaka 29 anasema, mstajabie maneno hayo. Mstajabie maneno haya. Kwa maana saa yaja. Saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini. Watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Wataisikia sauti yake. Nao watatoka. Nao Yesu atakapokuja hata kanyaga hili ni dunia. Anasema haya. Kuhoka. Mbele kwa mbele. We Juliet, wewe Mariamu ulikuwa mbele. Makaburi yanafunguka mara moja. Walevi wamo tu, waliokufa wachawi wamo, waliokufa wagongo wamo, waliokufa watembe wamo, watu wanaomjua Yesu. Twende. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Waliotenda mabaya watafufuliwa na kwenda motoni. 12:2 Danieli. Twende pale tuone. Kuna maneno mazuri ndugu zangu. 12:2 Danieli. 12:2 Danieli anasema, nyinyi waimbaji njoni hapa. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi. Ngoja kidogo napanga watu wangu. Kazana sasa. Nyinyi mnacheka tu. Tawaombea muone muolewe. John. Mimi kazi yangu ni kuombea watu. Mimi sinaga wivu. Yaombee mamutu ya kale vizuri. Moja nililiombea nimelikuta pale ya Kariakoo, likanifuata na gari linakula vizuri. Namba 6 Olof ni binti wanakula vizuri, mme waka na viwanda. Wewe na unaenda na watu wenye suruali na mifuko ina mataso humu. Mwambie Mungu nataka mtu wa maana, sio yeyote atakaye kuja. Likija lizeje limesha kunywa ukwaju, hata kuliambia tayari bado hamri. Unajua mkiona kuna kala habara tayari bado mnaanza kufukuzana, mko uchi kila mmoja huko ndani kwa ndani chumbani mwanangu. Unajua ndoa ina raha. Amen. Hata wewe nao unang'ang'ana kaa tu mnagombana kila siku. Kuna watu hawana raha na mume wake na mke wake, yakiingia kama manyau ndio katandike nilale. Nitandike nini sasa? Mavitanda yamepangwa suruali. Huta mama moja ametoa nje suruali 20. Kumbe ndio godoro mwanangu. Wewe. Twende sasa Danieli 12:2. Anasema, tembea. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi. Tena wengi walalao katika mavumbi wataamka siku ya mwisho. Wengine wapate uzima wa milele. Wengine wataamka wapate uzima wa milele. Wengine aibu na kudharauliwa milele. Aibu na kudharauliwa. Umekufa ukila tumbaku, umekufa ukila nyamafu, umekufa ukila nguruwe, umekufa ukila nyau, umekufa ukila panya. Rafiki yangu utateseka, ni aibu. Umekufa ukiwa mlevi, utafanya nini? Fanya matengenezo sasa hivi. Acha mtaa katika maisha yako, jisalimishe kwa Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Wote watu wako makaburini. Wote aliyepaa, labda aliyepaa kipindi kile Elia na Henoka. Yohana 3:13. Twende. Leo watu wanadanganya watu kwamba mtu akifa anaenda mbinguni. Anapitia wapi?
Yesu anakuja kufanyaje sasa? Maana alituambia atatuijia. Twende Yohana 3:13 anasema anasema wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni, wala hakuna mtu aliyepaa ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, Yesu alipaa, yaani mwana wa Adamu. Yesu alipaa, na ndio maana Yesu akasema 13:14 Yohana fungu la 1 mpaka la 3. Yesu alisemaje? Twende Yohana 14 fungu lile la 1 mpaka la 3. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Yesu huyu anawaambia naenda kuandalia. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, nituwachukue. Kwa hiyo Yesu tunamngoja, atatuijia ili nilipo mimi nanyi muwepo. Amina rafiki zangu. Amen. Kwa hiyo Wakorintho ya kwanza 15 fungu la 52 na 53. Kifo ni nini sasa? Kitamaliza nguvu. Yesu atakapokuja, twende. Wakorintho ya kwanza 15. Unajua hata kaburi la Daudi liko hapa duniani. Wewe unaweza ukasema unavyoona, lakini fuata maandiko matakatifu. Wakorintho ya kwanza 15 fungu la 22. Anasema kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao mpaka 53 twende, uvae kutokuharibika, ndio nao huu wakufa uvae kutokufa. Bwana atafanya maajabu. Tunamngoja Yesu Bwana. Tumeacha mambo ya dunia, tumeacha kula bangi, tumeacha uongo, tumeacha kula pombe, tumeacha kudhulumu watu, ili siku ile Yesu atakaposema kuoka, wewe ulifanya kazi mbele, mkuja, tunatembea mara moja mwanangu. Yaani tunaingoja hiyo siku, na wewe unabaki kusema kufa ni kulala. Nani alikuwa? Wewe lala. Haya, unajua hata kaburi la Daudi, Raheli na wote yako hapa duniani. Hebu tuone kaburi la Daudi basi. Matendo 2:29 mpaka 31. Swali: kwa nini watu wengi wanasema watuombe tulio hai? Watu waliokufa eti watuombe au tuwaombe wao waliokufa? Nani? Matendo 2:29 anasema waume ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu nani? Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Liko duniani kaburi la Daudi. Basi kwa kuwa ni nabii Daudi alija. Sasa wengi wanasema mweke pema peponi. Sikiliza, Mungu alipomuumba mwanadamu, alipomuumba akapulizia pumzi. Alipopulizia akawa nafsi namna gani? Hai. Tumejifunza uhai wa mtu uko puani. Roho ya mtu iko puani. Ikitoka hiyo pumzi hamna. Tumeambiwa kama wanyama wanavyokufa na binadamu ni hivyo. Watu wengi wamechinja kondoo. Ni nini kinachotoka akifa kondoo au ng'ombe? Huwa kinatoka nini? Hamna. Hebu nikupe mfano. Wewe una basikeli yako, unaenda kuweka tairi, weka tubu vizuri, mpe fundi akuweke, alafu apulizie pumzi, aweke, ajaze, baadaye uondoke na basikeli yako. Sielewi maeneo ya hapa, ila natoa mfano. Uondoke na basikeli sasa, umetoka kwa fundi, tairi mpya, tubu mpya, imepuliziwa pumzi safi, unaondoka kwenda Kagu. Unaondoka kwenda wapi? Kagu. Ukifika sehemu unashtukia tu umechomewa nini? Mwiva. Ubona ya monta tuwe tairi. Ina maana hiyo pumzi imetoka kwenye tubu, imerudi kwenye pampu ya fundi. Sasa mbona mnamuonea kama Mungu mweke pema peponi? Na yeye alipulizia tu pumzi. Zaburi 146 fungu la 4.
twende tuone, twende tuone. Wani mnamuoneaka tu Mungu eti akifa mweke pema peponi. Wewe tairi yako ikipata panja, pumzi narudi kwenye pampu ya fundi. Nani alikwambia? Nani? Twende, 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 twende. 46. Fungu la 4. Fungu la 4 anasema pumzi yake hutoka, pumzi yake hutoka, hurudia udongo wake, hurudia udongo wake. Siku hiyo mawazo yake yapotea. Yani pumzi inasambaa kama ya chungu hapo chini hapo. Hakuna atakayeishika hiyo pumzi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mathayo 22:32. Watu wanaomsingizia Mungu, Mungu ni Mungu wa wafu. Twende Mathayo 22:32. Mathayo 22:32 anasema anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo, na wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu, Mungu sio Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Wa walio hai. Ndio maana tunaomba Mungu wabariki katika biashara yao walio hai. Amen. Ulishaona tunaombea aliyekufa. Mbariki aliyekufa. Ana kazi gani? Anatusaidia nini? Na Mungu amesema Mungu si Mungu wa waliokufa. Pigia mstari hapo. Mungu sio Mungu wa waliokufa. Waliokufa wanaota huko. Na wewe ukifa hivyo, nchi. Nisikie neno la Bwana. Haleluya. Amen. Twende Ufunuo 14 fungu la 13. Tunakwenda. Twende Ufunuo. Katana Bwana. Ufunuo 14 mstari wa 13. Anasemaje? Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema. Andika. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Heri wafu wanaokufa katika Bwana. Heri wafu wanaokufa. Yohana 6. Naam, asema roho wapate kupumzika nini? Baada ya tabu zao. Kwa matendo yao yafuatana nao. Na matendo, ukifa wewe muongo na matendo yako yanakufuata. Wengine wanawabatiza mtu aliyekufa. Hakuna unachokifanya. Ukifa tu, mtu akifa tayari hukumu yake imeandikwa hapo. Yohana 6:39 na 40. Twende. Yohana 6:39 na 40. Anasemaje? 36 anasema, lakini naliwaambia ya kwamba. Yohana 6:39 anasema na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya. Kuwafufua, sio kwamba mtu akifa anaenda, hamna, atatufuata. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele. Muamini Yesu na amemtafufua siku ya mwisho. Asante. Bwana anahitaji umwamini. Siku ya mwisho atatufufua. Sema amina. Amen. Punga mkono kama unanielewa. Sema amina, sema amina. Asante. Tunakwenda. Yawezekana swali sasa. Ukaniuliza, sasa wewe kuoga wewe. Sawa, tumekubali. Lakini watu wanapokufa, wengine wanafia ziwani, wengine wanafia wapi? Sasa hao watu watafufuliwaje? Wameliwa na mamba. Ufunuo 20:13. Twende. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 13 anasema katana wewe, nimekutiliza. Bahari ikawatoa wafu. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Na mauti na kuzimu zikawatoa. Wafu waliokuwamo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Unaona? Bahari taambiwa wewe watoe watu, mimi wa hukumu. Toa waliokufa walevi. Wewe mamba, tema watu. Bahari ikawatoa, ziwa likawatoa. Watafanyaje sasa? Hebu ngoja tujaribu tena kafungu kadogo mwanangu. Sawa. Tulieni dakika moja tu. 37 Ezekieli fungu la 1 mpaka la 10.
tuone waliokufa. Yawezekana ukaniambia sasa wengine wamekufa 1100, wengine walikufa mwaka wa 100 huko, wengine walikufa mwaka wa 5. Watafufuliwaje sasa? Walishakauka kila kitu, hamna. 37 Ezekieli mstari wa 1. Asema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akaniweka chini. Katikati ya bonde. Nalo limejaa mifupa. Nalo bonde li dunia hili limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote. Tulia. Siku moja mwaka 97 nimetoka kwenye mahubiri, nikakuta matabi imehila sana. Nikaenda, nilipoenda huko, nilipofika tu vijana wakasema wale wanajiita masera, wakuja, Boni umekuja? Nimekuja mwanangu. Yaani twende tukapiga hapa. Umeshakula? Bado. Njoo upige gonga supu hapa. Kagonga supu na nini. Huyo wakaleta taa ambayo inaitwa tochi. Tukaingia kwenye duara moja, ilikuwa holi linaitwa limeanguka, yani kubwa mpaka kule. Tulipoingia watatu, tukatembea mapigo ya nyoka mwanangu, mapigo ya tumbo. Tukaingia kuingia piga tochi kuona watu wamekufa, wamevunjwa viuno, wamevunjwa miguu, wamepigwa. Tukapita juu yake kwenda kama kwenye ukuta huko, kwenda kupiga karai mbili. Alafu nikugeuka kijanja, unageuka unafunga hapa mfuko, unaenda hivi unavuta. Tuko juu ya watu, meno nini, unaogopa kuchoma mwiba wa watu. Sasa tulipofika jamaa alikuwa anavuta sigara, akamwona ndugu yake, mwanangu kula fegi mwanangu, akamweka. Dunia yote watu wamekufa. Ndio maana ninasema bonde limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo upande zote. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Mifupa mingi ni dunia. Nayo tazama, makaburi tu kila kona. Ilikuwa mikavu sana. Mikavu, haina hata kanyama. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Mifupa hii inaweza kuishi wewe? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Ongeza. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kufunika ngozi, na kutia pumzi ndani yake, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwanza leta vitu. Sasa najua kuna watu wamekuja kwa mara ya kwanza. Wapo watu wamealikwa, wamekuja na wameona maisha yetu ni nini. Hebu nyosha mkono mahali ulipo, rafiki uliyekuja mara yako ya kwanza. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Bwana anakuona. Nyosha mkono. Mbarikiwe. Sasa hebu simameni muja hapa wote kuanzia kule. Nataka tuwaombee, hata kama tutakufa tufe tulale katika Bwana. Inuka sasa, inuka wewe, njoo hapa, tunaomba, tunakwenda kukuombea. Inukeni muje, maisha yetu. Inuka, sogea wote hapa, sogea rafiki, sogeeni rafiki. Asante. Sasa wale waliokuja jana wakaandikwa majina, na waliokuja juzi wakaandikwa majina, njoni hapa sasa. Walioandikwa majina yenu, njoni hapa. Na wote waliokuja leo, njoni hapa rafiki zangu. Mayu ndugu yana, njoni Mayu. Na wote waliokuja leo, karibu hapa mbele. Karibu watoto, kaeni huku. Njoni hapa, wote mliokuja leo. Penya, jipangeni huku. Penya, maana Mungu akubariki rafiki. Njoo, penya. Sogeni hapo kidogo. Garagia nao kidogo. Sogeni hapo kidogo. Njoni.
Njoni sasa, umefika muda wa mavuno. Bwana akubariki. Umefika muda wa mavuno. Njoo rafiki. Njoo. Pita rafiki. Pita wachungaji, muwashike mikono rafiki zetu. Tunakwenda mbinguni na marafiki. Pita rafiki. Njoo Mayu, njoo binti mzuri. Njoo, piga hatua. Piga hatua. Njoo rafiki yangu. Inawezekana umealikwa na umekuja, fanya maamuzi. Maisha yako, njoo mrembo. Barikiwa sana. Njoo Mayu, njoo. Pita. Asante sana. Pita huku, pita hapa, pita popote. Njoni kwa Yesu. Njoni, tunakwenda kuomba. Njoo rafiki. Maisha yetu hayaeleweki. Wewe tunakungoja. Njoo na rafiki yako huyo. Njoo, penya. Njoo. Pita. Njoo na rafiki yako. Pita hapa. Pita, njoo. Njoo dada yangu. Njoo dada. Njoo rafiki. Asante sana. Bwana akubariki kwa uamuzi. Rafiki njoo. Rafiki okoa maisha. Njoo rafiki yangu. Asante sana. Njoo. Mbele yetu kuna ubatizo mkubwa mno. Unakuhusu wewe. Njoo rafiki, Bwana akubariki. Ubatizo unakuhusu wewe. Bwana akubariki na mtoto wako. Njoo rafiki, tunakwenda kukuombea. Penya. Pita tu hapa. Hakuna shida wewe. Pita hapa. Tunakungoja. Rafiki, tunakungoja. Bwana awabariki. John. Pita Mayu. Toko Mayu. John. Pokea watu wa Mungu. Pokea huyu. Asante sana walembo. John. Ni wewe tu. Yesu anakungoja akubariki. Yesu anakungoja akusamehe. Yesu anakungoja akuokoe. Fanya uamuzi mara moja. Bwana atakuokoa. Asante. Wapi ndugu yangu, rehema hii takapofungwa. Yesu atawale wakati huu wa rehema. Asante sana waimbaji, Bwana wabariki. Barikiwe sana. Yawezekana una tatizo moja. Unasema, Bwana, mimi siwezi kujiokoa. Nilipeleke kwa Yesu. Na wewe pita hapa. Naye. Asante, Mungu akubariki, akupe thawabu. Asante sana na nyinyi warembo. Asante sana. Asanteni sana. Na wewe huyo uliye naye, hebu muulize tena, umebatizwa rafiki? Kama hajabatizwa, mwambie twende. Njoo naye. Yuko wapi? Nataka aombe mchungaji. Mchungaji, karibu hapa. Ubariki watu hao. Karibu. Yawezekana una jambo moja ambalo litaombewa na pasta wetu. Hebu njoo harakisha. Unajua nakwenda haraka ili ukauzeuze hata miangapi. Maana najua na mimi naishi kwa hela. Nani?
Basi tuamini kwa ajili ya kuomba. Hata wale walioko mbali tunakwenda kuombea. Baba yetu mwema, asante kwa sababu ya zawadi ya pumzi ya uhai uliotupatia. Hata pale ambapo ulituumba kwa mfano na kwa sura yako. Lakini leo umetupatia utajiri mkubwa wa uhai. Umetupatia uwezo wa kutembea, umetupatia uwezo wa kuona, umetupatia uwezo wa kula. Baba, jina lako litukuzwe. Hata uwezo wa kufanya kazi. Kiukweli Mungu, tumejifunza, tumeona hata kama itakapofikia siku mtu fulani amekufa na kaombewa katika ulimwengu huu na wanadamu, mbinguni kama hakutengeneza mapito yake hana nafasi tena. Tunawasihi na kuomba watoto wako watengeneze maisha yao wangali hai. Kiukweli ukishakufa hakuna chochote. Hata kama ukiombewa, hata ukiombewa na wachungaji, ukaombewa na watu wa namna gani, mashehe na watu wengine, hata mapadri na watu wengine, Baba, kama hujatengeneza mapito yako mapema, wewe si chochote wala lolote. Asante kwa mtumishi wako. Tunakwenda kuwabariki watoto wako wote walioamini wakasogea mbele kwa miguu yako. Baba, endelea kuwalinda, endelea kuwabariki. Wamekuja wengine si kwa sababu ya raha, ni wagonjwa. Waliokuja hapa mbele wagonjwa, au ndugu zao ni wagonjwa, wakiamini na kubatizwa wakaurithi ufalme wa mbinguni. Japokuwa kuna kujikwaa, kuna kutembea njiani, miba, misukosuko, mipando, lakini watoto wako kadha wa kadha wametoka kwa miguu yao wenyewe, wanasubiria ubatizo. Itakapofikia wakati, wasizuiliwe na kitu chochote kile. Ingilia kati, malaika wako waaminifu wakawalinde, wakawasogeze kifuani kwako. Hata tunapowaombea, endelea kuwalinda na familia zao. Wamechukua maamuzi makubwa tena ya pekee sana. Maamuzi haya ni ya Roho wako Mtakatifu, si ya mwanadamu mwingine. Yawezekana watakatishwa tamaa, lakini kwa somo la leo tumeona tuna harufu gani. Tumeona kila mtu ananuka kifo. Kila mmoja hapa ananuka kifo. Kuna mwingine ananukia kifo muda sio mrefu, kuna mwingine siku mbili ananukia kifo. Harufu hii ni ya kukimbia miguuni pako, na kama tukikimbia miguuni kwako, wewe ndiye wa kusafisha harufu hiyo, na hatimaye tukaurithi ufalme wako mbinguni. Washiriki hawa wa mkutano wanaondoka kwenda kwa ajili ya shughuli, kujiandaa ili warudi tena katika ibada ya usiku. Wanapotoka waongoze. Wanaokwenda kwa biashara, bariki biashara zao. Wanaokwenda kwenye machimbo, bariki machimbo yao. Wanaokwenda kwa ajili ya shughuli za jioni, bariki shughuli zao. Kiukweli sisi kama wachungaji na wainjilisti hatuna lolote. Wewe ndiye Mungu. Asionekane mwinjilisti kuhoka, uonekane wewe. Anaposimama Baba akisema, wewe zungumza tena. Akiongea katika halaiki kubwa ya watu hawa wengi, zaidi ya watu 700, 800 waliopo siku ya leo. Kwa taarifa, ninaamini kwamba kuna watu wametoka wameona uwezo wako. Baba, jioni ya leo tuachie sasa waende wakashughulike, ili wawahi kurudi kwenye vipindi tena vya program za usiku. Lakini pia tunaombea vijana wa CBE kwa kazi nzuri wanayoifanya. Tunaombea washiriki wa Nyawiri Milwa kwa kubeba mkutano huu wakishirikiana na CBE. Wabariki washiriki wa Nyawiri Milwa. Makanisa yote yaliyohudumu katika mtaa wetu huu wakati, wabariki. Makanisa yote, endelea kuwalinda na kubariki wazee wa kanisa. Wanafanya kazi kubwa kila siku kwa ajili ya kuhudumia mkutano huu. Bariki kamati zote zilizochaguliwa kwa ajili ya mkutano huu. Kiukweli mimi mchungaji ninafarijika kuona viongozi wakichakalika mkutano ukisonga mbele. Tunaombea media zetu tulizo nazo hapa. Tunaombea Matendo Media, kawabariki kwa jina la Yesu. Tunaombea Sogoyo Media, tunabariki kwa jina la Yesu. Wanapokuwa wanarusha, watu wakiona kwa macho yao, tunahisi kuna watu wengine kwenye nyumba zao wanabarikiwa. Tumepokea na tunafurahi. Jioni ya leo tupatie tena tumaini lingine.
tumetembea kwa miguu yetu, tunaona ukuu wako. Kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai, kila aliyekubali kumtafuta Mungu jioni ya leo, akiwepo hapa, akiwepo mbali, ashukuru kwa kusema amina. Bwana nawabariki sana. Bwana nawabariki sana. Ninaomba wazee wa kanisa na mwinjilisti mumfuate huyu mwinjilisti, ana mambo, na mzee Nzira wana mambo juu yenu, na wale waimbaji mwasindikize rafiki zenu, waimbaji wa uamsho sindikizeni rafiki zenu, mwende mkaombe nao, waimbaji wa uamsho.